Naam, huu ndio moto watakaokwenda kuadhibiwa wasengenyaji. Huu ndio moto watakaokwenda adhibiwa wasengenyaji. Tulipita katika maelezo ya darasa zilizopita, tulizungumzia aina 7 za moto ambao Mungu ameuandaa kwa ajili ya kuadhibu watu, au mashimo 7 au milango 7 ya moto ambao Mungu kauandaa rasmi kwa ajili ya kwenda kuadhibu viumbe wake wakorofi, wakiwemo watu na majini. Hawa ni viumbe wakorofi wanahesabika, watakaokuwa wanafanya makosa katika dunia hii. Basi Mwenyezi Mungu ameandaa adhabu mbalimbali za kuadhibu, ambazo zipo wanaadhibiwa hapa duniani, lakini nyingine watakwenda kuadhibiwa huko akhera tunapoelekea. Kwa hiyo tulizungumza mioto 7 na majina yake katika darasa zilizopita. Ukifuatilia katika hii akaunti utaona, lakini vile vile tukasema tutakuja kuchambua kila moto mmoja na kila makosa ya wale watu ambao wataingia ndani ya moto huo. Sasa leo tutaanza kuzungumza na moto unaoitwa Hutama. Moto unaoitwa Hutama, huu moto Mwenyezi Mungu ameuzungumza mara moja tu katika Qur'ani na katika sura hii moja. Moto huu wa Hutama wataingia watu wa namna gani watakaoingia katika moto huo? Mwenyezi Mungu anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, wailul likulli humazatin lumaza, adhabu kali ya moto kwa kila yule ambaye anayesengenya na kuwagombanisha watu na kuwatia aibu wa watu na kutia dosari wenzao. Kila yule ambaye anayesengenya, anayezungumza mapungufu ya mwenzake, anayezungumza aibu za mwenzake, anayezungumza mapungufu ya mwenzake, kuyaweka hadharani mbele za watu, hachagui eneo gani, hachagui sehemu gani, hachagui mazingira gani, hachagui katika hali gani. Yeye anachoona ni kulichukua lile pungufu na lile kosa, kulizungumza mbele ya watu, kuona kama vile anamkomoa mwenzake, lengo mwenzake aibike, lengo mwenzake afedheheke, lengo mwenzake adhalilike, ndio lengo lake. Kwa hiyo mtu wa design hii Mwenyezi Mungu ndo amemwambia adhabu kali kwake yeye mtu huyo, kila huyo anaofanya jambo hilo. Tena wakasema wanawachuoni, au amelifanya kwa vitendo au amelisema kwa kauli au amelifanya kwa vitendo, haijalishi ni mazingira gani ameyatumia kulifanya hilo jambo, kulitoa hiyo aibu ya mwenzake. Uislamu unashauriana kusitiriana pale penye mapungufu. Unapoona kuna aibu, kuna dosari, kuna mapungufu ya aina yote, wewe chukua jukumu la kumstiri mwenzako na kumfichia ile aibu yake. Na kama kuna anachokifanya ni udhalili, basi unatakiwa umtafutie muda wa kwenda kumwambia, bwana, kuna hili na hili umelikosea, badilika. Lakini sio kuliweka wazi mbele ya watu na kwenda kulisema na kulizungumza vibaya mbele ya watu, lengo umkomoe na vile umdhalilishe. Kwa hiyo adhabu kali ya moto wa Hutama, moto huu wa Hutama watakao kwenda kuingia ni hawa watu wenye desturi hii, wenye tabia hii ya kuwatia aibu wenzi wao, kusema mapungufu ya watu mbele za watu, kusema dosari za watu mbele ya watu, kuwasengenya watu wawepo na wasiwepo. Hawa ndio watakao kwenda kuingia katika moto huu wa Hutama. Lakini vile vile Mungu hakuishi hapo, akaendelea kusema aya ya pili, alladhi jamaa mala wa addada, na yule ambaye anayekusanya mali na kuzihesabu. Kila yule ambaye anayekusanya mali na kuzihesabu, alafu anazirudisha benki, alafu anazirudisha store, alafu anazihifadhi tu, hatoi sadaka kwa ajili ya wasiojiweza, hatoi zaka kwa ajili ya mayatima, hatoi kwa ajili ya wajane, hatoi kwa ajili ya maskini wala mafukara. Yeye anakusanya mali zake zile anaziweka tu. Alladhi jamaa malahu wa addada, na yule ambaye anakusanya mali na kuzihesabu kisha anaziweka tu, wala hakumbuki kwamba katika mali hiyo haki maalumu lisaili wal mahrum, hajui katika haki hiyo, mali hiyo aliyompa Mungu, kuna haki maalumu inatakiwa itoke kwa ajili ya kuwapa wale wasiojiweza. Na hao wasiojiweza wamegawika mafungu mawili.
lisaili wal mahrum. Kuna fungu la kwanza wanaweza kuomba, kuna fungu la pili hawawezi kuomba. Wanatakiwa wajue kwamba huyu bwana desturi zake, tabia zake kuomba hawezi, wala masuala ya kuomba wala hapendi. Basi anatakiwa wewe umfikirie na ukampe. Lakini kuna wengine wanaweza, mtu anakuja bwana na shida 1 2 3 anaomba, unamsaidia. Hivi vyote vinafanyaje? Vyote hivi vinawezekana. Lisaili wal mahrum. Wapo ambao wanaweza kuomba na wapo ambao hawawezi kuomba. Akaendelea kusema Mwenyezi Mungu katika aya nyingine, yahsabu anna malahu akhlada. Anazungumzia hawa sasa, kundi la pili, hawa wanaokusanya mali na kuzihesabu, dhana zao na fikira zao kwamba zile mali zitawaweka milele, zile mali zile zitawaweka dumu daiman katika dunia hii. Ndipo wanakusanya. Mungu anawaambia kama wanafikira hizo katika matendo hayo, wanafikiria hivyo, kalla la yumbadhanna fil hutama, sivyo hivyo, fikira hizo ondosheni, mtakuja kuingizwa. Mungu anasema nitawaingiza katika moto wa hutama. Hapa ndipo alipozungumza moto wa hutama. Kalla, sivyo hivyo, la yumbadhanna fil hutama, wallahi wa billahi wa tallahi, wataingia katika moto wa hutama. Ndio huu moto wa hutama umeandaliwa special kwa hawa watu wa aina hii. Wama adraka mal hutama, kitu gani kitakachokujulisha nini moto wa hutama? Narullahil muqada, huu ni moto ambao Mungu ameuandaa maalum, ameuwasha maalum kwa ajili ya kuadhibu watu wenye tabia hizi. Narullahil muqada ni moto ambao Mungu ameuwasha kwa kazi maalum kuja kuadhibu watu wenye tabia hizo mbili. Watu wa makundi hayo mawili ndio watakaoingia katika moto wa hutama. Narullahil muqada allati tattali'u ala al-afida, unachoma kuanzia katika nyoyo mpaka katika nyoyo, kuanzia kwenye nyayo mpaka katika nyoyo, katika moyo, unapanda mpaka katika moyo, unachoma na kupunguza, kisha unarudishiwa tena ngozi yako inachomwa tena vile vile. Ndio sifa ya huo moto, namna unavyochoma na kuunguza. Innaha alaihim muqsada, hakika moto huo watafungwa ndani yake, fi amadin mumaddada, katika nguzo ndefu ndefu. Wengine wakasema katika pingu ndefu ndefu watakazofungiwa ndani ya moto huo, kwamba ukishaingizwa mule sio kwamba labda unatupwa tu na kuachwa, lakini bado kuna pingu ama kuna nguzo ndefu ndefu utakazokwenda kufungwa wewe ndani ya moto huo. Sasa huu ndio moto wa hutama, na hili ndio kundi la kwanza au makundi mawili watakaoingia katika moto huu wa hutama. Huu ndio moto wa kwanza, aina ya kwanza ya moto, jina la kwanza la moto katika ile mioto 7 ndio huu wa hutama, na hawa ndio watu watakaoenda kuingia katika moto huo. Ni watu gani? Narudia tena kukariri na kukwambia, wasengenyaji, wanaotia dosari wenzi wao, wanaotia aibu wenzi wao, wanaowasema vibaya wenzi wao, wanaosema mapungufu ya wenzi wao, basi na kujali sehemu yoyote, mahali popote, hali yoyote, mazingira yoyote. Yeye anachoona kwamba ile kukutia aibu wewe, kusema dosari za mwingine, kwamba yeye ndo atapata utukufu na yeye ndo atakuwa yuko juu. Hapa usiwe na tabia hiyo. Ukiwa na tabia hiyo, basi fahamu moto wa hutama unakuhusu. Lakini wakundi la pili ni wepi? Matajiri, wenye fedha, wenye mali. Wale wanakusanya mali zao na kuzihesabu, hawafikiria kwamba kuna haki maalum inatakiwa itolewe katika mali hizo. Haku maalum lisaili wal mahrum, kuna haki maalum kwa wanaoweza kuomba na wasioweza kuomba, inatakiwa itolewe kwa ajili ya kuwapa wale wenye haki yao. Kwa hivyo tunahusiana na kukumbushana, lengo la kufanya hivi ni kukumbushana. Bali insanu ala nafsihi basira, kila mmoja anajijua yeye mwenyewe katika nafsi yake, kipi anakifanya, kipi hakifanyi. Upo katika kundi gani katika haya mawili ama haupo? Kama haupo, alhamdulillah, na kama upo, basi jitahidi utoke na uache, kwa sababu tunakoelekea ni pagumu na mazingira yanakuwa ni mabaya. Hakuna anayeweza kuhimili adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja ni dhaifu, kila mmoja ni mchovu katika sisi. Hakuna anaweza kuhimili kuingia katika moto. Ukitaka kupata mfano, tuangalia huu moto ambao tunapikia maharage, tunapikia vyakula mbalimbali.
ukikuchoma unakuwaje hali yake? Sasa umefikiria moto huu tu ndio ambao umepozwa mara nyingi tu. Sasa itakuwaje huo moto ambao haujapozwa na Mungu kauandaa na kauamrisha maalumu kwa ajili ya kuadhibu watu? Hali itakuja kuwa mbaya na itakuja kuwa tete. Kwa hivyo na kuhusieni pamoja na kujihusia mimi mwenyewe, fanyeni yaliyo mema na tuacheni yaliyo mabaya, ili tupate afadhali hapa duniani na kesho akhera tunapoelekea. Huu ndio moto wa kwanza. Utakayokuja utakuwa ni moto wa pili, na wale watu watakaoingia katika moto huo tutawazungumza na makosa yao, ili kila mmoja ajifahamu na tuweze kuepukana na makosa na tufanye yaliyo mema. Assalamu alaikum warahmatullahi